mume wangu. Msichana sauti yake ni kama microphone. Akatoka nje, akasema, majirani, pastor ameenda. Na majirani wakaja wakaanza kulia. Kuna wale majirani wako very faster. Wameshweka tenti. Kuna jirani hataki kupoteza dakika. Wameshaweka tenti ya kwamba ameenda. Ndipo sasa viongozi wa kanisa kule Kenya upande wa Nairobi wakapiga simu Tanzania, kwa sababu viongozi wangu wa Tanzania kwa wanafuatilia sasa. Wakaambia ya kwamba hawa watu hawajaenda. Na sasa mnajua Kiswahili cha Kenya na cha Tanzania ni tofauti. Sasa nataka kundi sikia Kiswahili cha Kenya hiki. Pastor wa kule alikuwa anaitwa Pastor Olangi, Joseph Olangi. Mnamfahamu? Pastor Olangi akamwambia yule mchungaji wa kule Tanzania, mwenyekiti wetu wa conference, akamwambia wengine wote wako sawa, ila Magoti ndiye yuko theater wanampanga kichwa. Aliposema wanampanga kichwa, wambie, unajua kupanga ni kiti imeshaharibika sasa inarudishwa. Waliposema wanampanga, mwenyekiti wa conference akaanza kulia. Akasema, kijana wangu Magoti. Akasema, ausilie, kichwa ndio wanamaliza kupa. Raya Pastor Lobua hapa Kenya kuwa chonjo na Kiswahili. Kuna Kiswahili ya Kenya hii inaitwa special case. Uwe nayo makini kabisa. Basi ndipo sasa wakamwambia Magoti anaendelea vizuri. Ikabidi sasa Orangi, kwa sababu Kiswahili yake ilikuwa ijulikani, wakampa Pastor Mchuguna simu. Ndio akawaelezea vizuri ya kwamba Magoti anaendeleaje sasa. Tayari wakati wa bibi yangu wamempeleka hospital, wamempasua tumbo, wametoa mtoto, wakatoa mtoto tumboni. Na wakati mtoto yule anatoka tumboni, akawa hawezi kupumua vizuri. Kwa hiyo wakampeleka kwenye mashine. Mtoto akawekwa ICU. Baada ya siku moja, siku ya pili, bibi yangu alikuwa sio anawaza nini. Akiwa anashika ngazi anashuka, akatereza, akaanguka. Pale mahali walipasua pakafumuka. Wakamchukua Veronica, wakampeleka theater kwa mara ya pili. Walipomtoa theater, wakampeleka ICU. Mama ICU, baba ICU. Unapoishi katika dunia hii, usipopata matatizo, hilo nalo ni tatizo. Na kila mtu unayemwona duniani ana shida yake. Kila mtu ana shida yake. Kila mtu ana arobaini inayomtesa. Ana kipindi fulani kigumu anachopitia. Ana mateso anapitia. Usione mtu anaendesha gari, yawezekana anaendesha gari lakini hana furaha moyoni. Usione mtu anaishi kwenye nyumba, anaweza akaishi kwenye nyumba lakini hana furaha moyoni. Usione mtu amesoma,
anaweza akasoma lakini hana amani moyoni. Naomba nikuulize swali, ni kitu gani kinakutesa moyoni? Hicho kinachokutesa kinaitwa Arobaini. Veronika alipitia shida. Veronika alipitia mateso. Baba yangu mzazi aliposikia ya kwamba mateso watoto wake wanapitia, akasema hata nikawaone watoto wangu. Wakati amepanda kwenye Nisani, anatoka Ushago, anaenda nyumbani kwetu, akafika sehemu Pastor Nyakundi atakuwa anapajua, panaitwa Bunda ni way to Mwanza. Akafika pale Bunda, ile Nisani ikapata accident. Baba yangu akavunjika mguu. Baba alipovunjika mguu akawaambia mnipeleke mahali mjukuu wangu yupo nikatibiwe. Ambulance ikamchukua ikampeleka. Akafika kule naye pia akamweka ICU. Babu ICU, mjukuu ICU. Mama ICU na mimi ICU. Hebu sikia. Arobaini ni kipindi cha moto ambacho mtu anaweza kukipitia anapoishi kwenye dunia hii. Ni kipindi kigumu ambacho hata wale uliowasaidia hapo kitambo wakaanza kukusema vibaya. Ni kipindi ambacho wale uliotoa pesa wakaenda kusoma, leo wamepata cheo, hawatambui shida yako. Ni kipindi ambacho wale ambao walilala kwenye nyumba yako leo wamejenga majumba, hawatambui watoto wako. Ni kipindi cha moto, ni kipindi kigumu, ni kipindi cha shida. Naomba niongee na mtu mchana wa leo. Unapitia shida gani? Unapitia changamoto gani? Unapitia maumivu gani? Hicho kinaitwa kipindi cha Arobaini. Naomba nikutie moyo, hakuna tatizo la milele. Hakuna tatizo la milele. Naomba nipande juu. Hakuna tatizo la milele. Kila shida ina mwisho. Kila shida ina mwisho. Makoti tunaongea kitu gani? Kitabu cha Mwanzo sura ya 7. Kitabu cha Mwanzo sura ya 7. Na ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Kitabu cha Mwanzo sura ya 7. Na ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasemaje? Bwana akamwambia Nuhu. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina. Ingia wewe na jamaa yako yote katika safina. Maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Kwa maana nimekuona wewe ni mwenye haki katika kizazi hiki. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 Katika wanyama wote walio safi jitwalie 7. Mume na mke. Na katika wanyama wasio safi wawili. Na katika wanyama wasio safi wawili. Mume na mke. Tena katika ndege wa angani 7. Tena katika ndege wa angani 7. Mume na mke. Ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi. Ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Hiyo ni 3. 4. Kwa maana baada ya siku 7. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua. Nitainyeshea dunia mvua. Siku 40. Siku 40. Mchana na usiku. Mchana na usiku. Na kila kilicho hai. Na kila kilicho hai. Nilichokifanya juu ya uso wa nchi. Nilichokifanya juu ya uso wa nchi. Nitakifutilia mbali. Hebu sikia. Mungu anamwambia Nuhu ya kwamba baada ya siku 7 nitaleta mvua, na hiyo mvua itanyesha siku 40. Hiyo mvua itanyesha siku 40, na kila kitu kilichopo kitaondoka. Kila kitu kilichopo
itaondoka. Magoti unatuambia nini? Nataka nikwambie ya kwamba Arobaini ni kipindi ambacho kila kitu ulicho nacho kinapoondoka. Ni kipindi ambacho ulicho nacho kinapoondoka. Hapo zamani ulikuwa na furaha ya ndoa, leo furaha ya ndoa imeondoka. Hicho ni kipindi cha Arobaini. Hapo zamani mtoto wako alikuwa anafanya vizuri darasani, leo hafanyi vizuri, ile akili imeondoka. Hicho ni kipindi cha Arobaini. Arobaini ni kipindi ambacho biashara yako ilikuwa inapanda juu, ilikuwa inaenda juu, lakini sasa biashara inashuka. Hicho ni kipindi cha Arobaini. Ni kipindi ambacho mtoto ambaye alikuwa pathfinder, mtoto ambaye ulitambua huyu atakuwa pasta, lakini leo anakunywa pombe. Hicho ni kipindi cha Arobaini. Ni kipindi ambacho mme wako alikuwa akisafiri, lazima akuletee, lakini leo hupati zawadi bali unapata matusi. Hicho ni kipindi cha Arobaini. Ni kipindi cha moto, ni kipindi ambacho ni cha giza, ni kipindi kinachoumiza, ni kipindi ambacho unalia, ni kipindi ambacho unalala peke yako. Hicho kinaitwa kipindi cha Arobaini. Mimi Magonja, naomba nikuulize swali. Ni kitu gani ulikuwa nacho zamani leo kimeondoka? Ni kitu gani ulikuwa nacho zamani leo hakipo? Ni kitu gani ambacho hapo zamani ulikuwa umekishikilia leo hakipo maishani mwako? Hicho kinaitwa kipindi cha Arobaini. Mungu anamwambia Musa, anamwambia Nuhu, nitaleta mvua itakayonyesha siku 40 na itaondoa kila kitu kilichopo. Arobaini ni kipindi ambacho kile wanacho kinapoondoka maishani mwako. Hapo zamani ulikuwa una cheo, watu wote walikuheshimu, na wewe ukasahau ya kwamba kuna siku hiki cheo kitaondoka, na leo cheo kimeondoka, hakuna anayekuheshimu tena. Hii ndio kipindi cha Arobaini. Ni kipindi ambacho ulikuwa una pesa, watu wote walikuwa wanakusifia, watu wote walikuwa wanakusema vizuri. Leo pesa zimeondoka, nao watu wameondoka. Hicho kinaitwa kipindi cha Arobaini. Watu wakeroka, bali Yesu, yuko Yesu anayeweza, yuko Yesu anayeweza, yuko Yesu anayeweza. Kwa yote yanawezekana. Tumemleka hivi karibuni atarudi tena. Haya maumivu hayata kuwepo tena. Hivi karibuni tutaenda mbinguni. Watu wakeroka, hivi karibuni tutaenda mbinguni.
inaonyesha kuja kwa Yesu ni karibu sana. Watu wakeroka, Yesu anakuita leo. Yesu anakuita leo. Acha yote, mchague Yesu. Acha vyote, mchague Yesu. Nataka nifanye wito mchana wa leo. Jumamosi kutakuwa kuna ubatizo mkubwa sana, na mamia kwa mamia ya watu wataenda kubatizwa. Mamia kwa mamia ya watu wataenda kubatizwa, wanaosema ya kwamba Pastor Magoti, nimeishi katika dunia hii with no peace. Nimeishi katika dunia hii sina furaha. Nimeishi katika dunia hii sina amani. Nimeishi katika dunia hii nikiwa mlevi. Nimeishi katika dunia hii nikiwa mwizi. Nimeishi katika dunia hii nikifanya mambo yote ya ajabu. Lakini nimesikia habari njema ya huyu Yesu anayeokoa. Nimesikia habari njema ya huyu Yesu anayetenda. Nimesikia habari njema ya huyu Yesu ambaye ni jibu ya matatizo yangu. Nimesikia habari njema ya huyu Yesu ambaye ndiye kimbilio la wadhambi. Nimesikia habari njema ya huyu Yesu ambaye alikufa akafufuka. Nami nataka niende naye mbinguni. Nataka niende naye mbinguni. Nataka kwenda naye mbinguni. Nataka nifanye wito mchana wa leo. Kama kuna mtu yeyote anasema ya kwamba anahitaji kumpokea Yesu, nikuita hapa mbele. Nikaita wachungaji wote hapa mbele. Wachungaji wote hapa mbele. Wachungaji wote hapa mbele. Nitawaita waje washike mikono ya watu wanaosema ya kwamba Yesu, natamani unishike mkono. Yesu, natamani unishike mkono. Wachungaji wote na elders wote njoni hapa mbele. Mnasema ya kwamba tunahitaji kumpokea Yesu awe Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Nimetambua ya kwamba shida hizi zina mwisho, lakini Yesu hana mwisho. Matatizo haya yana mwisho, lakini Yesu hana mwisho. Nahitaji kumpokea Yesu awe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Viongozi wako hapa wanaweza wasikushike mkono kwa sababu ya COVID-19, lakini wakaonyesha ishara ya kukushika mkono. Wakaonyesha ishara ya kukushika mkono. Kama kuna mtu yeyote, aidha huko kwenye duka lako, huko kule unauza nguo, huko pale unauza njugu, huko pale kwenye bodaboda, huko mahali popote, unasikia sauti hii, unasema ya kwamba Pastor, nimesikia habari njema za huyu Yesu. Nimesikia habari njema za huyu Yesu. Nami nahitaji kuyatoa maisha yangu. Nahitaji kuyatoa maisha yangu. Yesu anakuita kwa sauti ya upole, akisema, mwanangu, njoo nikuokoe. Njoo nikuokoe. Njoo nikuokoe. Nataka niwaambie watoto wa Mungu, hii sio saa ya kupoteza. Yesu anakuja. Jesus is coming. Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Amen. Keroka ni saa ya kuokolewa kwako. Amen. Amen. Yesu anakuja tena. Amen. Hii ni saa ya keroka kumpokea Yesu. Amen. Kama Bwana na mkombozi wa maisha yako. Amen. Wakati tunaimba wimbo ambao pastor anaenda kutuimbia, yeyote unataka kubatizwa, simama. Telena, 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 telena. Telena Bwana wa Nyasaye. Telena, telena, telena. Telena Bwana wa Nyasaye. Telena, njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Tembea, njoo kwa Yesu. Tembea, njoo kwa Yesu. Tembea, njoo. Njoo mbele, njoo mbele, njoo mbele, njoo mbele. Njoo kwa Yesu.
naina mia kwako. Hii saa ya kiroho. Hii saa ya sasa Bwana. Endelea kuja. Toa maisha yako kwa Yesu. Toa maisha yako kwa Yesu. Nazo nguvu. Toa maisha yako kwa Yesu. Roho yangu na mwili viwe vyako milele, na kutumaini tu, ewe Mwana wa Mungu. Endelea kutembea. Naina mia kwako. Niponye sasa Bwana. Endelea kwa damu Yesu amekuja mahali hapa. sasa. Hii ni saa ya kiroho. Ameni. Hii ni saa ya kiroho. Kiroka yote kwa Yesu. Upendo ukiisha. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Mwokozi na kutumaini tu, na ewe Mwana wa Mungu, naina mia kwako. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Niponye Tembea na sasa Bwana. Tembea na jirani na yako. kutumaini. Shangilia, shangilia. Ewe Mwana wa Mungu, Bwana nainamia kwako. Bwana niponye sasa Bwana, na kutumaini. Come to Jesus. Ewe Mwana wa Mungu, unainamia kwako. Escort your friends. Mshiriki kumwalika mwenzako, tembea naye. Njoo, Yesu anaita. Yesu anaita. Ni mchana wa namna gani huu? Yesu anakuita dada kuanzia miaka 12. Ni Yesu ambaye anaita. Anasema, dada, ulisubiri kwa muda mrefu, lakini leo nimekuja kwako kiroka. Anaongea na mbaba ambaye amekaa kwenye ulevi kwa muda mrefu, amekaa kwenye uzinzi kwa muda mrefu, amekaa kwenye dhambi kwa muda mrefu. It is Jesus that is calling. A special call. Wito wa tofauti kabisa. I can see a lot working. Escort your neighbor. Mwalike jirani yako. Wale walioko kule tushuka. Ni Yesu anaita. Yesu akiita, ni nani atakayepuuzia wito huu? Mama barikiwa. Baba barikiwa. Kijana unayetembea kule nyuma kabisa barikiwa. Mama tembea. Baba tembea. Kijana tembea. Oh, come with your friend. Come with your neighbor. It is Jesus that is calling. A very special call. There is no joke. No time to waste. Anamna kupoteza. Yesu anaita. Mchungaji Magoti amehubiri. Neno la Bwana limesimamishwa. Yesu anasema, naliufia ulimwengu. Damu yangu imemwagika. Kila kitu kimemwagika. And why are you hesitating? Kwa nini unakuta muda? Barikiwa pande hii. Oh, asante. Naona mamia ya watu wanatembea. Njoo na jirani yako. Njoo na ndugu yako. It is the time. The very time. Yes. Come. Go. Oh, yes, go. Angalia kule nyuma watu wanatembea. Angalia kina mama wanatembea. Akina baba wanatembea. Tembea nao. Msindikize jirani yako. One soul for Jesus. Watu ambao wako kule njiani. Mama, enda kutembea kutoka barabara. Njoo. Huyo ni Yesu anaita. It is Jesus talking and welcoming you. Mungu abariki. Oh yes. It's time for salvation. Mungu akubariki. Wengine wanatoka wakiwa wanalia kwa machozi muda mrefu. Wengine wanasema tumepanga mbali. Njoo tembea, usiogope. Njoo tembea na jirani yako, msindikize kwa Yesu. Oh, asante kaka, asante dada, asante tembea. We cannot be tired. We are calling people. Tunaita watu kwa Yesu. Njoo mama, ndio wewe ulikuwa unasubiriwa. Wako watu wengi ambao wanapiga
Unakaulia nini? Why are you late? Jesus is calling. It is Jesus calling. It is Jesus calling. A very special call. Wito wa tofauti kabisa. Anayokuja. Amen. Amen. Endelea kutembea. Just come. Keep on walking. Keep on walking. Usipate aibu. Hakuna atakaye kuokoa. Ni Yesu anayeokoa. Mchungaji anapoenda kumaliza hotuba hii, wakati wengine wanaenda kutembea, mchana pia kutakuwa na wito na watu wote ambao mko hapa na ambao mnaenda kufanya maamuzi, ambao mnatembea, ambao mnasema ni Yesu anaita, ambao mnasema tutapotea mkutano huu ni maalum kwa ajili ya wokovu wetu, na mamia watabatizwa, elfu watabatizwa. Wewe ndio kutembea. Hii ni mbegu ya kwanza. Hii ni mbegu ya kwanza. Tembea. Tembea. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Yesu anakuita kwa upendo. Yesu anakuita kwa huruma. Anaona unatembea. Anaona unatembea. Hii inamshangilia Bwana. Hii inamuona Bwana. Sijui wewe. Sijui wewe. Come. It is Jesus calling. It is Jesus calling. It is Jesus calling. Yesu anaita. A very special and unique calling. Yes, come. Go. Tembea. Wasema kanisa nenda kwenye mifereji huko, katikati ya watu, tembea, washika watu mikono. Go now. Don't just stand. Yes, come. It's Jesus coming. It's Jesus coming. Anaita Yesu. Anakuja Yesu. Asante. Ndivyo mchungaji unapomaliza sasa. Mungu akubariki. Abantu ba Nyasaye no moya. Mungu wetu ni mwema na keroka yote inaenda kuokolewa. Amen. Yaani hapa Dr. Nyakundi anza kufikiria kutengeneza field nyingine, kwa sababu hii keroka yote inaenda kuokolewa. Amen. Maelfu ya watu wanaenda kubatizwa. Amen. Hapa keroka. Jumamosi ongezeni wachungaji wa kubatiza, kwa sababu Jumamosi nataka tubatize zaidi ya watu 1,000 na kitu. Amen. Na Jumamosi nitabatiza zaidi ya watu 2,000. Tunatengeneza field nyingine kwa keroka field. Na mimi naweza nikawa ndiye executive director wa kwanza. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Nataka tufanye maombi. Na baada ya maombi mchungaji host pastor atatoa maelekezo machache kwa nyinyi ambao jioni tena, na kila siku tutakuwa na session ya maombi. Amen. Kila siku na watu watapona. Amen. Hata leo kuna watu watapona. Amen. Kuna mapepo yatatoka. Amen. Mapepo yanaitwa vilecha. Vilecha tatoka. Amen. Kansa zitaondoka. Amen. Ukimwi utaondoka. Amen. Nyamira kaunti haitakuwa na COVID-19. Amen. Nataka nikwambie watu wako hawatagonjeka. Utapoza watu ambao sio wagonjwa. Amen. Hakuna atakayegonjeka tena. Amen. Kwa sababu nguvu ya Mungu itagusa kila kona ya Nyamira kaunti. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Basi tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tumeona maajabu. The first sermon imeleta matunda makubwa mbele yako. Amen. Tumeona watu wakitembea kutoka kila kona, wakija wakikimbilia msalaba wa Kalvari. Amen. Tumeona wamama na wababa, vijana wa kike na wa kiume, wakikimbia na kuja miguuni pako. Amen. Mahali penye usalama wa kweli, wakitambua ya kwamba hii dunia tunapita. Hii dunia sisi ni wapitaji tu. Tutaacha vyote na Yesu utakuja kutuchukua. Amen. Watoto wako waliposikia wito huo,
wamekuja mbele zako. Kabla hawajabatizwa kwa maji mengi Jumamosi, ninaomba mchana wa leo ukawabatize kwa nguvu na Roho yako Mtakatifu. Amen. Naomba Baba ukawashikilie kwa mikono yako. Amen. Asiwepo hata mmoja ambaye atapotea. Wote wabatizwe. Amen. Na waokolewe siku moja kwa ajili ya uzima wa milele. Amen. Bariki watoto wako waliosimama kila mahali. Wengine wamesoma kwenye jua linawachoma, lakini hawakuangalia jua, wameangalia ufalme wako. Wengine wamesimama hata hawakupata nafasi ya kukaa. Miguu yao imechoka, lakini hawakuangalia kuchoka kwa miguu, bali wameangalia ufalme wako. Amen. Baba, kila mtu aliyekuja leo arudi amebarikiwa. Amen. Bariki yule mama, bariki yule baba. Amen. Bariki yule kijana, bariki yule msichana. Amen. Bariki wale wanaotenda miujiza. Amen. Baba, nguvu yako ya uponyaji ikafike kwenye uwanja huu. Yeyote ambaye ni mgonjwa, ugonjwa wa aina yoyote ile, Baba ukamponye kwa mkono wako wenye nguvu. Amen. Baba ukamponye kwa mkono wako wa maajabu. Amen. Baba ukatende miujiza ambayo haijawahi kutokea. Baba ukafanye makubwa ya kwenda kushangaza dunia hii. Asante kwa sababu Mungu umesikia. Ninamleta mchungaji Nyakundi mikononi mwako. Amen. Kiongozi wetu wa kazi ambaye mimi ni baba yangu, ninamuweka mikononi mwako. Amen. Yeye pamoja na mama ninawakabidhi mikononi mwako. Wana kazi kubwa ya kufanya kwenye field hii. Mungu fanya pamoja nao. Wana kazi kubwa ya kufanya kwa watoto wako. Baba fanya pamoja nao. Amen. Unapomtendea mwenyekiti wetu, usimuache na katibu wetu. Baba naye pia ukambariki katika baraka zote za rohoni. Amen. Yeye pamoja na familia yake ukawanyeshe mvua ya mibaraka. Amen. Conference na field hii inawategemea. Kama mtendaji mkuu wa field hii, endelea kumpa hekima, endelea kumpa busara, endelea kumpa maarifa kwa ajili ya watoto wako. Amen. Lakini ndugu yangu na kaka yangu mkubwa, ndugu yangu Niki Ondicho, ninamuweka mikononi mwako. Amen. Baba umempa kazi na maana kubwa ya kukusanya mali zote za kanisa. Baba endelea kumlinda yeye pamoja na mke wake, kuwa pamoja nao. Lakini sio yeye tu, wote wanaofanya kazi pale ofisini tunawaweka mikononi mwako. Baba ukawabariki. Leo tunawaombea baraka. Tunaombea field yetu ya West Nyamira baraka. Tunaomba ikawe namba 1 kwenye kila kitu. Baba tenda miujiza ya kushangaza. Amen. Tunaombea viongozi wa kaunti hii. Tunamwombea gavana wa kaunti hii. Tunamwombea msaidizi wake. Tunaombea wafanyakazi. Tunaomba kaunti ya Nyamira. Baba, hii kaunti watu wote wakashangae kwa mambo makubwa ambayo Mungu utaenda kuyafanya. Amen. Tunaombea watu wote kwa utukufu wako. Amen. Na jioni tena tukiosikia, na kesho sikia. Amen. Kwa wiki 2 hizi sikia maombi yetu. Amen. Asante kwa sababu umesikia. Asante kwa sababu umesikia. Asante kwa sababu umesikia. Ndivyo tunavyokuomba kwa imani kupitia kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na ndiye mkombozi wetu. Amen. 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 Naomba wazee wa kanisa mtoke na hawa peke yake, wengine tuketi. Nimlete mwenyekiti atuletee gavana na viongozi wengine. Nyinyi tutoke tu hapa nyuma hivi. Wale wazee mnasimama mbele ya viongozi, naomba mtoke. Toka hapo, peleka watu hapo nyuma. Asante, tumeanza kuona makuu. Dr. Nyakundi, nataka ni kuhakikishia kwamba Keroka itaifungua karibuni kwa district nyingine, Keroka South, ndio tuende field. Asante. Ninapomleta mwenyekiti wetu gavana, naomba kumsalimia mwache kidogo hili kwa sababu ndiye anazungumziwa. Wanaopita mbele ya gavana naomba mtoke kwa haraka. Eles turakuru gusasi babali mugo kwana ni atipa itie simwarwa jamani, kanda tu mwenyekerugo. Wacha nimlete mwenyekiti ili alete gavana, lakini just one word gavana, kama pastor wa Keroka na kushukuru.
Hii kipande ilileta wasiwasi sana mpaka Moseti akafikiria anaweza futwe, sababu nilipomuomba kutengeneza alifikiria natengeneza kipande ile ya nyanya. Nikamwambia sisi hatuusangi nyanya, sisi tunamshukuru Mungu. Huyo kijana yako anaitwa Nyambega Gisesa. Dakika 2 simu silipiwa na nikaambiwa ya kwamba umeamuru hii kitu ibaki. Mungu akubariki. Hiyo peke yake utabarikiwa. Mwenyekiti. Toko yari Nyasaye ngam yamona sama nganama ya. Bono tigangire ribage chitaikanke honde tabage libara watukwanie. Tagetenda ngerie. Sema limonzi bato sirira semero bedie na alimambia nga senior chief moskende na noara tagete motevi arute saruti aita ikeye monegenteke singi tunoyo mo babarai basaya bali bato konya ko kolembere mubuya senior tukwani angeta ikeye mumuntu oyo meli ndeta tabageli bani Biamono basta. Our governor, Mosikenya Livo, our pastors, na wale ambao wametoka Tanzania, wale wa Kenya, Chief wako hapa, Judge Elders wako hapa, na ile mzee wetu ya culture, na wale wageni wote waalikwa. Mko na furaha kweli? Ndio. Hamuna furaha? Hebu onyesha ile pastors wetu mko na furaha. Amen. Wale pastors ambao wametoka Tanzania, nimeona umeanza kujifunza Kikizii. Mungu akubariki. You know we are almost the same. Mimi kwa majina naitwa Kennedy Ndege, sija Kimuwani Keroka. Kwa hii Keroka tunaifunia. Na ningeomba wale ambao mmekuja sana, wale mapastors mmeoa nice mpaka total security it is included until tumalize hii. Na ningeomba wale ambao utakuwa na shida ya kuleta shida, sio hapa Keroka. Tunaombe waende mahali. Shida kama uko na shida upeleke mahali, lakini sio Keroka. Lakini Keroka hatuna shida. Sisi ni waja Mungu. Tunaomba kila wakati. Asante, karibu sana. Mpaka hawa na amefika, karibu gavana. Karibu sana. Na wale wote ambao mko karibu na sisi, karibu. Nashukuru. Thank you very much. Biamono Mugabe. Ntaraleta gavana Gontagete Moiraniri Ng'ambu Yamono Asinge Chatwari Baga Erinde Toba Naende Tumurandi Yesu Naende Gamba Manyenga Tari Baga Yokatoa lakini naina tuwaisi ingeni yeye mo tokolere mebeji katmogote iganchamu burandi gobe erinde setwaro more bono tagete basalinga kanisa ya tebire byamono your excellency asinge tuwacha kotwari baga nebisibidio kurwa aiga gavana gatura koru musangeri kanobuka gwenchi ntoligo entertain and politics na ende ntoliko onde ibaga okorigikenda korigiate nena
Wantavos na banyasai our business no kubarande. Igo ndeta chabe nganga kituta mwali baga ano burandi tore mona bate forum yaye asago tevera manganaye. Igo ndeta basako toboli baga nankora yane tengo yane ya ani chiri tore. Awo katakwali baga mna nabara rimambya nabara ibaito bachi baro. Ayande tagetemba manyenga aseme ruberieito ntobuate o sabera all aspirants nabara ibaro ikiaero mwakono bechukura kina kitura kore igonto asabere bons orinya sara aeli baga akoremeremo ntubali ntumne kanisa bantu bebyama bo igonto kubarageri Yesu baboli kwe igo na wata getenda ligo elinde kero yo mama nyenga to jobo lini baganga nganda yeto gete. No, this is a gospel campaign and period, not more than that. Bono yanda ngeli His Excellency na bana banyasai kwa ilile yongo chikobo mwenge ekiana nacho kubachoni usabana inwe aende kwanza na ime crusade yeke ekiana nimanye tena without God everything is nothing. Nebu kwe whatever all is vanity. Yenga kumyokie mbewa. Munyara kuwata mbewa temango. Yono liya malie seye. No gecha bante seye. Otapo atinya sae. Turu chiando ugali komesa mambia. Marongo walia zigisa. Gombi ya tomento buanchani. Ento tu sabera pasta aya kongo se kanisa to diabanto to aro molembe na itoranya kwenda binguni kwa ngenge ndengeli geto raisi pasta na baba ngete biamono ande na noche maswali pasta bolia kwanza bolia niswali elimo ngore no molembe naji korenge nanya tibu atimolembe ni kwa wata moremo moelia korenge na kauna ngo mwana kero tora abana nduru na uchaji mangana mange lakini eseye ne yobororo shida njiro alitoka mbele ya saa Gana zitogocha nye koromo Kristo maroke mo Kristo mwao through action. Gana ora nyanyo anai bangu sikiaro moremo anai bangu wachegiare njira yokora morandi no gubwati chibu chenya saa Iga tuacha na bani kunyamira bata wakana waramo
Kurmoina alia kumspora, ale advisor, Dr. Kombati, President ya Nyamira, Waziri Harrison Umani, Frida Yakundi, legal advisor. Oh, yomoni kamwamba, njemwete mumbokare. Karibu mjamano, MMCA Cheria Nyakange. Yoga chira, lakini ya shatraka. Nende wate na yule ya mjamano. Waziri Michael Wamache, Michael Nyariki, waziri wa wakori meremo, Commissioner Mogaro, regional coordinator ya UPA, no yoko karange na into no wamsia kuri wete na UPA, yako Nyambega Kisesa. Yora na yako voli Nyambega Kisesa, ose Kisesa Nyambega, ande Nyambega Kisesa. Asanteni. Abantu nindo chega, abo security nero cha yose. Yoko mabori abantu bakaroka, mobe patient. Ibwate mebange mia, tinali ya ibamba kora biya mama, lakini igari na Suma National Government, wetu mwaziri Matiang, ya idani nali kwa gachwa na ndebe equipped, na ndi tuware mortuary. Ya ansire, baada 6 months na ere. Igazi Nyamira Westfield, tuwakore Ina tane kauta tare ko je talia to asikeru nyombe kera mbeo yaranga nendro ngani ya tare yono ya mo inonde ga kamoranche ekebutore ke to anyo uchimoto kanya sara wakune to etam yede to ta kwa konegas mbiyamo gavana utrage ndari nganirimo kune kanisa kote baturi muyamona samba ya watu kale na ende una kwarora saya igoba ichura bakaruguru igobone kanisa yali go sabanga onyu to sukito mente meye mogo chiari ruguru watu wale uchakote banga muyamona osa watari woyo kiagera baichiri pakaria igobono okuna kugo sabago kanisa ya jirani rusa ngete ngondi ngete mwanjirani Njeba bekari basukochwe. Biyamo. Ayo Mungu ali Nyamira lakini asa ndio chikali tutajo tambo ka Mungu ali. Yeah. Biyamo. Biyamo. Naomba ili nikishe uje huku tusalimu kwa maana tumeshirikiana pamoja kwa mipangilio hii kwa ajili ya ujumbe na usalama. Okay. God is good. My names are James Magiri na ni mimi OCS wenu hapa Keroka.
Novara chupa hivi. Basi naomba ili tusimame ili tupokee ombi la kipekee wakati huu. Baba wetu ishie mahala pa juu, tunakushukuru kwa ajili ya serikali kuu na tunakushukuru kwa ajili ya serikali ya kaunti ikiongozwa na His Excellency Nyaribo na viongozi wote ambao wameambatana nao na pia wamehusika katika mradi huu wa kusambaza Injili ili Keroka nzima iokolewe. Nakushukuru kwa wenyeji na nakushukuru kwa nyoyo ambao zimempokea Yesu leo ya kwanza kama mwokozi wao. Naomba mibaraka na afya kwa wageni wetu ambao tutajumuika pamoja kwa kunena na kutangaza ujumbe huu. Twaomba ili Keroka nzima tena ibarikiwe na kuokolewa, kwa maana hilo jina lake Yesu lina wokovu. Wakati huu tunapoenda kwa manguli uwe pamoja nasi, na tukirudi kwa sifa na nyimbo na utukufu wako uwe pamoja nasi. Tumekushukuru na kukuabudu, kwani tumeomba katika jina lake Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Bwana awabariki. Turakora kama nango mukwani mmoja tali complicated yo kukwanyara abantu kanye n'uko mukwani mmoja. Umwana na harusi leto limaiga kwa Samantha ginako kwa Kristi. Naomba uje hapa. Kwaya zote za district na wageni wile kwaya, naomba tuende kule shuleni mahali wageni wanaishi kule shule yetu pale. Na wageni wale wote walimu county ama na Malaysia, naomba tukimbie pale. Tukimbie lunch kwa dakika chache, popote mtapata chakula, turudi tena hapa saa 8. Saa 8 ukikosa utakuwa umekosa mengi. Asante.